people speaking about how others are going to waganga because of others. What they are doing so that they can retain their positions. What they are doing so that they can drive you out of the organization. I get to understand that evil is real and it is happening. It is active. Mahali unakaa kwa ploti, evil is real. There are people who are not happy about your marriage. There are people who are not happy about your family. There are people who are not happy about your plans. And they plot evil against you. Na hata kuna wengine hawajui, hamjawahi salimiana. Bwana asifiwe. Hamjawahi salimiana, lakini kuna mtu akutakii na hajawahi kusalimia, hata muongei. And you are living on the same plot. The others you are working in the same office. Others mnabeba kwa gari moja mkienda kazi. They are plotting evil against you. Na zingine utazisikia. Bwana asifiwe. Mipango mingine utaisikia. Lakini kushangaze, when Judas Iscariot was planning evil against Jesus Christ, Jesus knew. And he did send him away. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hata najua hapa kanisani kuna wengine they are plotting evil and they are here. Praise be to Jesus. But I want to tell you, you will stay. And the Lord will fight. And we will see who will win the battle. Hallelujah. Bwana asifiwe. Because alichokipanga Mungu lazima kitimie. Kama Mungu amepanga, we shall reach to the target that he has given us. We will reach. Kama Mungu amepanga ya kwamba atakuinua ukue gavana kama Yusufu, mtazamie Mungu. Mtazamie Mungu. Bwana asifiwe. Wacha kutazamia miungu mingine. Walk in the ways of God. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna mwingine alikuwa ananiambia siku nyingine tukiongea, kananiambia kwamba Pasi, I don't believe in people plotting evil against others. I don't believe. You don't believe, but it is real. Bwana asifiwe. But to them who win the battles are the ones who trust in the Lord. It is not acceptable for any man, wakati ambapo watu wanapangia mabaya kwenda kuongea, you are not allowed to go and speak to other people. When evil is being plotted against you, there is one person that you should speak to. That is God. That is God. Bwana asifiwe. That is God that you are supposed to speak to. Na kitu ambao huwa inanibamba vile vijana wanasema, wakati unamwachia Mungu noma yako, yeah? Wakati unamwachia Mungu ngori yako, adili nayo. Hello? Mungu akianza kuretaliate, akiingilia vita, wewe unakaa tu pale pembeni, unaona tu vile Mungu anafanya kazi yake. Bwana asifiwe. Na wewe kazi yako ni kuja kuinua tu mikono kumwambia Bwana asante. Asante kwa ushindi. Asante kwa utukufu wako. Why? Umemwachia Mungu. I remember sometimes back, mtu mwingine aliniambia Bwana, Pasi bwana. Pasi bwana. Wewe unanyamaza tu bwana. Wewe unanyamaza tu, hakuna hata kitu unafanya. Yaani huyu jamaa anakutusi tu lakini wewe unanyamaza. It is the word of God. Vengeance belongs to the Lord. Hallelujah. Our victory is not through revenge or hatred. But through the goodness of God displayed in our actions. Kama unataka kushinda na ukuwe mshindi katika maisha haya, ujue kwamba ushindi wako hautatokana na kulipiza kisasi, ama kuweza kumchukia mtu, ama kuweza kumfanyia mtu madharau. Ushindi wako unatokana na uzuri wa Mungu unaoonekana katika matendo yetu.
And let me surprise you. The Bible says that when you do good to those who are plotting evil against you, it is like putting hot coal kwa kichwa chao. Unawawekea makaa moto kwa vichwa zao. Maana wakati makaa yataanza kuwachoma, watajua kumbe walishika mahali pabaya. Bwana asifiwe. Hallelujah. Am I talking to someone? Am I talking to the church? Yes. Bwana asifiwe. Kuna wengine wananiambia pasi unasema nini wewe? Pasi wewe unasema nini? Unajua vile vile napangiwa mabaya kweli. Hallelujah. Amen. Elisha and Gehazi were walking. And Gehazi akakuwa na uoga vile uko na uoga. Bwana asifiwe. Because alikuwa ameona jeshi kubwa sana na watu ambao walikuwa wanakuja kuwavamia, na alikuwa na mtumishi wa Mungu Elisha. Akaanza kuuliza Elisha, wewe unaona vile hawa wanakuja na jeshi kubwa? Hawa watatumaliza hawa. They are going to finish us. But the man of God Elisha akajua the power and the army that they have. Kutaka kumuonesha Gehazi kwamba wako na ushindi upande wao. Biblia inasema kwamba Elisha aliitisha Mungu kibali, macho ya kiroho ya Gehazi yafunguke kidogo tu, kwa sekunde tu, kidogo tu, apate kuona jeshi kubwa ambalo liko upande wao, na alinganishe na lile jeshi ambalo alikuwa ameliona kwa macho yake. So physical eyes ikawa imeona jeshi lile linakuja, lakini spiritual eye ikaona jeshi kubwa ambalo liko upande wao. Bwana asifiwe. This means that sisi tuko na jeshi ambalo linatupigania. Unaweza onekana mnyonge kwa macho ya wanadamu, lakini when you kneel down, when you go down on your knees, you are more than strong. Amen? You are more than a conqueror. You are victorious. Why? You don't take your fight physically. You leave it to God. Paul is speaking, anasema kwamba maana vita tunavyovipigana si vya mwili na damu, lakini vita tunavyovipigana ni vya kiroho. So it is us to equip ourselves so that we can fight the battle. There is another woman some years ago. Family members were against her. Alikuwa ameoleka karibu huko kwetu nyumbani, from Ukambani. Amen. And there is that notion ya kwamba mtu akiolewa kutoka Ukambani akaenda kwa jamii nyingine, wanajua kuna maximum security. Amen. I don't know in other sites, but kule kwetu wanajua kwamba ukichukua mtu kutoka Ukambani upeleke, basi kwenu kuna security. Hakuna kitu kinaweza gusa vitu vyako. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. So yeye alikuwa anatupiwa maneno mazito sana. If anything happens in the area, walikuwa wanaenda kwake wanasema yeye ndio amefanya. Na even family members wa yule aliyekuwa amemuoa, they started turning against that woman. But one thing I loved about that woman, one day she was tilling the land. Na kilima, mtu akakuja akamwagia matusi katika shamba kilima. The good thing with that woman, kilichonifurahisha sana, she did not fight with those people. Pale mahali alikuwa amelima, alitengeneza vizuri, akapiga magoti na akaanza kumwita Mungu. Bwana asifiwe. She started crying to God. And I'm telling you, after 2 weeks, ile retaliation Mungu alileta pale, people could not believe. Because they are turning against this woman who is a woman of God. And they have turned her into the woman of darkness. Wanasema kwamba everything that is happening bad, it is her that is sponsoring it to happen. But little did they know that she carries God in her life. Na alikuwa anamtumikia Mungu. Alikuwa anaomba mahali popote na hakupigana na watu, lakini akajua kwamba mimi nitamtukuza Mungu. Bwana asifiwe. So yeye alikuwa anapiga magoti anaomba Mungu.
And those are the kind of Christians ambao Mungu anataka. Unaweza kuwa hauna nguvu ya kimwili lakini ya kiroho uko nayo. Praise be to God. When you speak,